Habari mwanafamilia wa Idaco TV. Mahali hapa nipo katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Kinondoni, na siku ya leo ni hitimisho la majuma mawili ya mikutano ya wainjilisti kanda ya Kinondoni kwa mwaka huu 2026. Kwa namna ya pekee kabisa leo nimepata nafasi ya kukutana na marafiki zangu wawili ambao wamejitoa maisha yao kwa Yesu na siku ya leo wamebatizwa. Furaha iliyoje! Tunapokwenda kupata mazungumzo pamoja nao, kwanza kabisa tufahamu majina yao ni akina nani. Bwana ni mwema wakati wote. Unaitwa nani? Naitwa Dorcas Yohana Felesh. Dada Dorcas. Sawa sawa. Habari? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Steven Emmanuel. Amina. Nina Steven pamoja na Dorcas. Twende tukapate mazungumzo mafupi lakini pia kwa namna fulani ya pekee kuhusiana na mambo machache katika kubatizwa kwao. Wewe ulikuwa umepanga kubatizwa ama umechukua haya maamuzi katika siku ya leo? Nilikuwa nimepanga kubatizwa kwa muda mrefu, lakini kuna changamoto mbalimbali zilikuwa zinatokea, ndipo nikawa siwezi kubatizwa. Lakini kwa siku ya leo Mwenyezi Mungu, nafsi yangu ilikuwa imenituma kwamba siku ya leo nije kanisani, na nilipokuja kanisani yote ulipotokea ndipo nikaamua kubatizwa kwa siku ya leo. Ndio. Unajisikiaje kuchukua uamuzi huu mzuri? Najisikia amani, furaha kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Amina sana. Mungu akubariki, lakini pia hongera kwa kuchukua maamuzi haya. Amina. Kaka Steven katika kubatizwa kwako ni wewe mwenyewe umechukua maamuzi ama ni ushawishi kutoka kwa wazazi, labda wakati mwingine marafiki na vitu kama hivyo? Kwa upande wangu bana, mimi ni marafiki ndio walionishauri, ila nilikuwa natamani sana kubatizwa hapo mwanzo. Sema ni changamoto za uoga, na ndio ikapendekea nisichukue uamuzi wa kubatizwa kwa kipindi hicho, ila kwa sasa hivi nishabatizwa hivyo. Amina. Na unajisikiaje kushinda hofu yako na kuchukua uamuzi huu? Kwa sasa unajisikiaje ile hali baada ya kutoka kwenye maji na kubatizwa? Kwa sasa hivi najisikia vizuri na furaha, furaha ni kubwa sana kumfuata Mungu wangu, na kwa sasa hivi nitachukua uamuzi mgumu sana, nitaweka nguvu kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu wangu. Basi Mungu akubariki kwa hilo. Lakini pia huenda kuna watu wengine wapo kama wewe, wanatamani kujitoa, lakini wakati mwingine ni uoga ama wakati mwingine vitu fulani vinawafanya wasichukue huu uamuzi. Unawashauri nini watu kama hao? Hapo cha kuwashauri ni kuacha uoga, waje kwa Mungu. Kwa Mungu kuna raha nzuri, kuna furaha, kuna marafiki wazuri, kuna vitu vizuri sana. Cha kuwashauri hapo ni wamfuate Mungu, wasifuate mashauri mengine huko mabaya. Hivyo Amina. Mungu akubariki sana kaka Steve. Kwa upande wa dada hapa, umechukua maamuzi na Mungu akubariki sana, ni maamuzi mazuri, lakini pia kuna watu ambao wanatamani pia kubatizwa, lakini kwa namna fulani wanakutana na vikwazo kama ambavyo wao umekutana navyo, lakini pia kuna watu wengine wanashindwa kupata hata hizi nafasi. Wao unawaambia nini wale ambao wanatutazama na bado hawajachukua maamuzi haya? Kwa wale ambao hawajachukua maamuzi, na wapo ushauri wa kwamba watoe hofu na woga, bali wamtangulize Mungu kwa maamuzi yao kwa kila jambo, wamwombe Mwenyezi Mungu kwa kila hatua ili awezeshe kuwatoa kwenye hizo changamoto wanazopitia katika maisha yao. Ndiyo. Amina. Mpendo mtazamaji, haya ni mazungumzo mafupi tu pamoja na marafiki hawa wawili, nao wametoa yale ambao wameweza kuyazungumza hawa wawili. Niwatakie kila laheri na Mungu awaongoze. Jina langu ni Neema Joseph Kasongi na nyuma ya kamera ni Emmanuel Daco.